Shalom kanisa. Shalom. Kwa majina naitwa Jacqueline. Karibu sana Jacqueline. Namshuhudia Mungu. Mwaka jana nilikuwa na changamoto ya mtoto wangu, alikuwa anauma sana. Alikuwa anasumbuliwa na nyama za puani. Kuna siku nilikuwa nakuja hapa ibadani. Ndio. Kutana na dada mmoja. Huyo dada anakaa hapo kwa mchumia tu. Akaniuliza mbona umechoka sana, nini shida? Nikamuuliza na matatizo, mtoto wangu ni mgonjwa hata sielewi. Akaniuliza inabidi tu ukubaliana na daktari ukafanya operation kwa sababu hizo nyama huwa zinasababisha moyo unatanuka. Nikamwambia sawa. Akaniuliza unaelekea wapi? Nikamwambia nienda kwa kaka mmoja hivi hapo kwenye maombi anaitwa Godi. Akaniambia yani nenda kwanza, yani tutaongea vile Godi ni balaa, anaponya mpaka ukimwi. Wewe nenda tu, mtoto wako sio mimi bali ni Yesu Kristo ndiye anayeponya. Haleluya. Yesu ndiye anayeponya, sifa na utukufu tunampa Mungu mwenyewe. Yapigia Yesu makofi mazuri. Nikaja nikamshirikisha baba hilo swala, baba akamgusa mtoto na kuniambia mbona anachemka sana. Nikamweleza hilo swala la nyama puani. Akawa kila ninapokuja kwenye ibada ya Jumatano na Ijumaa namuombea na mgusa pua, namuombea na mgusa pua. Namshukuru Mungu, ile hali imeondoka. Alikuwa anapumua kwa shida, anahema kwa shida, lakini sasa hivi ni mzima kabisa. Imeshatoka, sasa pigia Yesu makofi mazuri. Sema kuna operation ya Roho Mtakatifu. Mwaka jana nilikuwa na madeni mengi sana. Lakini kubwa, kuna nyumba niliishi. Ndio. Lakini niliumwa sana pale kwenye ile nyumba. Mpaka nikajikuta nina deni la milioni 1,20,000. Lakini siku yani nilianza kuhudhuria hapa miezi 6. Lile deni nilisamewa na yule baba kabisa, wala hakunidai ile hela. Makampuni niliokuwa nimejiunganisha ya mikopo. Mapride hayo, apraki. Yani nimemaliza kabisa, wala sidai. Kwa hiyo unadai tena sasa hivi? Yani nilivuka mwaka mpya na yani sina deni wala chochote. Pigia Yesu makofi mazuri. Kuna ushuhuda mwingine Jacqueline? Ndio, huu watatu sasa ndio kubwa kuliko sasa. Karibu sana Jacqueline, ushuhuda watatu. Nilipigiwa simu. Kwetu kuna changamoto sana ya magonjwa kule Moshi. Kule Moshi? Ndio. Babangu alifariki 2021. Nilipatwa na changamoto, yani kama vile ni mbuzi halilia ndani ya tumbo lake. Sauti kabisa nasikika. Ndio. Akafariki 2021 mwezi wa 5. 2022 mwezi wa 5 mke wa kakaangu akafariki. Baada ya hapo ndo matatizo yalianzia ya kifamilia. Kakaangu ambaye mke wake alifariki akawa anaumwa sana, anaumwa ganzi na kwikwi na mapepo pia. Tumeendelea naye kuhangaika, sisi tunamuombea, lakini wao wanaenda kwa waganga kila siku ili kumsaidia, lakini haikusaidika. Sasa juzi nikapigiwa simu kwamba hali ya kaka imezidi kuwa mbaya na amelazwa. Nikamtumia baba message, nikamueleza hali halisi hiyo. Baba akasema usiogope, tutamuombea. Nikapanda gari na kwenda Moshi. Ukaenda? Ndio. Nikamkuta kaka amelazwa. Wiki nzima pale nilimkuta ICU. Haongei, hajiwezi, lakini tumbo ni kubwa sana, lakini kaisha sana. Nikafika pale nikamuombea, nikatoka hapo nikarudi na nyumbani. Ila baada ya hapo ndani ya siku 3 walikuja waganga 3. Wakamtibia. Huyu watatu alipewa 200,000 na mama. 200,000? Alipopewa ile hela ndio chanzo cha kaka. Yani alimtibu tu na madawa yake ndio akazidiwa kabisa, akapelekwa ICU. Mimi nilipofika pale nikamuombea, nikatoka hapo huko nikarudi, na baada ya wiki kaka akaruhusiwa, lakini hatembei tena. Mikono yake yani imekakama kama mlemavu. Haongei, hatembei. Lakini
lakini nikasoma zile message za baba ya kwamba usiogope, tunamuombea. Na pia nikajifunza ya kwamba baba yani anatufundishaga jiombe. Kama unapita kwa changamoto usiogope. Ndio. Basi nikamuombea kaka, namuombea, ninasoma zile message, ninapata na imani, namuombea. Siku kama ya 8 hivi nikaamka asubuhi, akasema tu nyoka ile pale wananingata, lakini kama yani amechanganyikiwa. Kama amechanganyikiwa. Nikaingia ndani nikamuombea. Baada ya kumuombea akaungua kichwa chote na tumbo lote. Yani kichwa chote yani kikaungua. Kuungua kwa namna gani yani? Yani kama vile mtu ambaye kamwagiwa maji ya moto. Kikaungua chote na tumbo lile lilikuwa na malengelenge yale ya moto. Kwa sasa Sasa baba mdogo wakaja pale wakauliza hii ni nini? Yani mama akawaambia huyu ashia ameokoka huko, kaja amemuombea ndo anaungua, ndo hali imekuwa mbaya kabisa. Yani baba mdogo wakaniuliza una uhakika kuingia Freemason wewe? Jamani. Mimi sijaingia kwa, akasema yani unamuombeaje mtu ndo anazidiwa anakuwa na hii hali. Wakapiga simu kwa waganga huko ili waje wamsaidie. Jamani, mbona hii changamoto? Kwa sababu kwanza wanachanganya. Kuna maombi, kuna nani? Na waganga. Ili shida ngome mbili azozuka nini? Pamoja. Kama umeamua na Yesu, simama nani? Na Yesu anaendeleaje akakosa sasa hivi? Nikaingia ndani, nikamuombea, nikaomba kama yani siku 5. Sasa alikuwa na siku 15 hajapata choo. Ile siku ya 9 yani ninamuombea, yale madonda yakaanza kukauka na choo kikapatikana. Na baba mdogo yani wakaniuliza hivi yani unasaligi wapi? Yani mimi nikawaambia nasali Fojiki ndo nini? Nikamwambia Fojiki ni madhabahu ya kitume na nabii. Na anasema yani umeona sasa huyu ni Freemason huyu si kitume na kinabii. Jamani. Sasa watu jamani wanashida. Sasa yani nikamwambia mama, wewe baadhi wakina baba mdogo wamesema mimi ni Freemason, hila nitakuthibitishia mimi ni Freemason au sio Freemason. Nikaomba na kaka pale kama wiki 3. Ile yani wiki ya 3 akaanza kupata ufahamu. Akaanza kuzungumza vizuri, akaanza kukaa vizuri, ila bado kutembea. Nikamwambia mimi ninarudi Dodoma, hila yani nitakuhakikishia kwamba Mungu ni wa design gani. Niliporudi jirani yangu akaniambia kanisani kuna mkutano wa siku 3. Prophetic touch. Kuswa kinabii. Nikamwambia hapo. Akaniambia na tunaambiwa tuandike maombi 3. Nikaja ile siku ya kwanza ya mkutano ya Ijumaa, nikaja na siku ya Jumamosi. Ile siku ya Jumamosi nikapigiwa simu asubuhi, yani mimi nikamwambia una habari? Nikamwambia habari gani? Kaka amenyanyuka mwenyewe kitandani na kwenda mpaka sebuleni kuangalia TV. Pigia Yesu makofi mazuri. Hebu ongeza makofi mengi sana kwa Yesu. Haleluya. Sema Yesu wetu anaponya. Sema Yesu wetu anafungua. Pigia Yesu makofi tena hapo ulipo. Haleluya. Akainuka mwenyewe na kutembea kwa hawezi. Alikuwa yani baba alikuwa hajiwezi, yani nilikuwa yani imetembeta hivi hajiwezi, yani akatembea mwenyewe. Akainuka. Mpaka Mungu anaenda kufungua maisha yako leo kwa jina la Yesu. Ile siku ya Jumapili nikaandika maombi yangu 3. Ombi la pili lilikuwa ni kwa ajili ya kakaangu apone. Lakini nilikuwa na sadaka kidogo, yani kidogo sana, ni siri yangu na Mungu. Siri yako na Mungu baki hivyo hivyo. Nililia sana, yani nikawa siwezi kuomba wala chochote, yani ninalia tu. Lakini nilipotoa tu ile sadaka na yale maombi, nikapigiwa simu siku ya 3 yani kwamba leo kakako ametembea mpaka barabarani. Pigia Yesu. Nikapata simu saa 12 ya mama yangu mzazi. Mama akaniambia Bwana asifiwe mtumishi wa Mungu. I say hallelujah. Bwana asifiwe mtumishi wa Mungu.
walikuwa hawakuelewelewa, sasa wameanza kukuelewa. Ninatamani mtu mmoja mahali hapa